Bosi, nashukuru sana kukutana naye na hapa. Yaani nashukuru sana sana tena sana. Yaani na shida na wewe sana. Yaani naomba kwanza tulia kwanza. Tulia. Tuliza mshono kwanza kaka. Vipi bwana? Safi. Sehemu gani unanisimamisha hii? Sasa nitakupata wapi bosi? Mimi sehemu hiyo mazingira mazuri. Nimekuja nyumbani kwako sana sikuona bosi. Mazingua bwana. Sema bosi, mimi naomba tu. Sema shida yako nini? Shida yako nini? Sikiliza. Nasema shida yangu mimi bosi. Lengo langu unionyeshe njia. Uliyepita wewe, alafu ukapata hizo pesa. Lengo mimi unipitishe na hiyo njia uliyopita wewe. Na mimi mwenyewe tajiri, nitajirika kama ulivyokuwepo wewe kaka yangu. Tulia kwanza. Ndugu yangu, mafanikio hayaji kirahisi. Ndio. Umeelewa? Ndio. Alafu usije kama mtu anamiliki magari, mapesa mengi nini, majumba ya kifahari, wengine wanamiliki mashamba, wengine mifugo. Kaka, kujituma. Ndio. Usisikie. Yaani maisha hayaendi hivi. Maisha hayana njia ya shortcut. Umeelewa? Kwa hiyo kikubwa ndugu yangu ni kujituma tu. Usisikie hiyo ndio siri nzito ya maisha. Siri ya maisha usisikie ni kujituma. Watu wanapendeza, wanashine, wanakuwa na mademo wazuri, wanamiliki kila kitu, mijengo nini. Kwa hiyo pambana ili upate riziki kama mimi. Mimi nipo tayari hata kutoa kafara. Mimi nipo tayari. Wale wamekutoa mara kafara ngani? Iti kutoa kafara na mbona hii? Ona tajiri kutoa kafara. Kupambana tu. Kupambana. Na usinisimamishe tena sehemu kama hizi. Sehemu hizi ni chafu sana, usinisimamishe. Umenielewa? Ndugu yangu, usinisimamishe tena sehemu kama hii. Umeelewa? Yaani mimi sistahili kukaa sehemu kama hii. Usinisimamishe tena. Sawa, umeelewa? Nimekuelewa. Kuwa na heshima na adabu. Nimekuelewa bosi wangu, nimekuelewa. Bana, alikuwa na hela. Ila nitafuata ushauri wake, enda utanisaidia kabisa. Jamaa nitamuonesha leo. Utajiri gani wa kipumbavu? Hataki kusaidia familia. Hela gani alitoa? 500 hela. Nitamuonesha, ngoja niende. Shida nini? Mbona unataka kunikata panga na kwaje? Haujui shida hao. Haujui shida. Wewe hutaki kuwasaidia ndugu zako. Wakikuomba pesa, mama yako akaubuze, wewe hutaki kutoa pesa hii. Vipi? Alafu hapo ulipo 500. Au wewe tulia kwanza. Mbona unajaza bababu ya kwaje? Ani wewe ndio ulivyofunga hivi? Sikiliza. Yaani kama una shida ya kimaisha, usije ukawasumbua watu. Unasemaje? Shida yako nini labda? Sasa mpaka unakuja na mipango yangu mimi leta hapa. Nini? Mtoto unaofanya wewe na utajiri wako feki huo. Angalia ndugu wangu. Wewe utajiri wa kifeki angalia huo. Mtakuarua panga wewe. Wewe tulia. Nani anaumwa? Baba anaumwa. Mama mdogo anaumwa. Sasa tulia. Sikiliza. Wewe mimi ndugu yangu. Inakuwaje mpaka unakuja na mapanga na kwaje? Sikiliza. Wewe mimi kesho nitakuja, then nitakuja tutamwangalia mama kama anakuwa na shida zaidi, tutampeleka duka madawa, atapimwa kama itakuwa malaria, tutaangalia. Kama sio malaria basi nilete mipala nini. Kama hali tu kama sawa basi tupeleke hospitali. Wewe nini? Tulia, sio kuja na pala mapanga kaka, haina shida. Sasa hiyo taarifa zako hizi. Unasemaje? Sio unanidanganya hapa. Angalia, amna kudanganya. Sikudanganyi, nikija tena mleo. Panga la kichwa hauna. Sawa, mimi nikuelewa. Nimekuelewa. Wewe. Aisee hapa kweli sina nguvu kabisa. Wewe msaada wenyewe unaweza kutoka kweli kwa hali kweli? Kashaniumiza tena.
namtumia meseji ajibu wala apokee simu. Sijui kaondoka wapi mume wangu. Wow. Mambo vipi? Fresh. Mzima. Naona umetulia. Nipo tu. Unaona umenenepa. Dawa tu mbona umenenepa? Wapi? Unajua tena maisha yako Mtwara ni magumu, nini nimeamua kuja hapa kijijini. Umekuja leo wewe. Basi poa, ngoja kwanza mimi niwahi maskani. Haya. Habari mjomba. Salama mjomba, habari za nyumbani? Safi kabisa. Unasemaje nyumbani? Nzuri, shikamoo. Marhaba, mmewachaje kule? Kule maana nilikuwa katika safari. Ndio. Nilikuwa Mtwara hapa. Nilipeleka Nyungo kwenda kuzunguka. Ndio. Na nimerudi leo. Baada ya kufika nyumbani sijamkuta mke wangu. Na sijajua kama ameenda kwa mkwe wake. Nikasema hapa nisikakae kizembe, ngoje kwanza niende kwa mjomba. Ndio. Nikamwombe ushauri fulani hivi kuhusu mambo ya kibiashara. Yaani mimi mjomba, biashara nafanya sana. Yaani napambana kweli kweli. Ndio. Biashara yangu kubwa unaijua ni nyungo. Yaani kadri ninavyouza nyungo sipati faida yoyote, naweza nikabeba nyungo 150 nikirudi hela yenyewe ninayopata ni chache sana. Ndio. Unaona? Nimeanza kazi zamani. Unajua naendesha basikeli mpaka kule unapokalia huko, unaota sugu. Nikaona hii hapa ngoja kwanza nikamwombe ushauri mjomba, unaweza kanipa maarifa fulani hivi. Jinsi ya kufanya biashara. Ndio ujio huu mjomba. Sawa. Mjomba, mimi nashukuru mjio wako. Baada ya kuja kwako, ndio nilijua tu kabisa kwamba mjomba atakuja. Kwa sababu kama nilikuhangaika umeanza muda mrefu sana. Na mafanikio yako wewe bado hujaambia chochote kile. Kweli. Unaona? Sasa ninachokuelekeza, biashara siku hizi unavyoona wenzao wana mafanikio, wanaenda vizuri, wana mapikipiki, wana majengo ya kutosha. Sio kama wanafanya kitoto hivi. Hapana. Yaani kuna vitu ambavyo unatakiwa ujiongeze wewe. Unaona? Yaani Mungu amesema hivi, omba nami nitakusaidia. Unaona? Kikubwa zaidi sana kinachotakiwa mjomba, biashara badilika kufanya kitoto. Yaani unachotakiwa sasa hivi ufanye kitu kimoja mjomba, nakwambia. Kivipi? Utoke hapo, ninachokuelekeza inabidi unifuatilie lakini. Ndio. Toka hapa ili ufanikiwe, chukue kaka yako, yaani umuue kaka yako ambaye kuzaliwa yeye kuja wewe. Nini? Ndio, nisi nakuelekeza hivyo. Wewe unakuja kuomba ushauri? Ndio nimekuja kuomba ushauri. Sasa kwa nini unataka kunijibu, unakata kauli yangu sababu zipi? Sasa ninachokuambia hapo, ikishindikana hivyo umuue ndugu yako, kuzaliwa wewe kuja yeye. Inatakiwa utoe kafara ili ufanikiwe. Unamwona mwenzio manzi anapokula bata pale? Ushauri kama huo mjomba mimi siwezi kufuata, ambaye wewe ndio unaosababisha watu waangamize wazazi wao, wawafanye ndugu zao misukule. Kwa ushauri kama huu, mimi ushauri kama huo siwezi kufanya, kwa sababu mama yangu amepata shida sana kuwazaa hao. Siwezi kutoa kafara mtu yoyote au binadamu yoyote yule. Mimi mwenyewe nitapambana kwa umaskini wangu hivyo, maisha yawe magumu nitapambana mpaka nitatoboa nipate mali ya halali, hata Maka niende. Mimi sikubali ninywe chai moja kama bosi manzi ule umaskini ule. Au mjomba una jipya. Habari gani? Yaani mjomba utapata shida sana. Umekuja kwa kupata ushauri nakupa ushauri leo safi, makini ili fanikiwe. Leo unakuja kunikana mimi, utapata shida sana. Mimi ndio mganga kushima. Maana kama ulikuwa unajua mjomba, mimi ni mganga. Nasaidia watu wengi sana, alafu kitu kwangu hakishindikani hata siku hii moja.
Wewe jamaa wewe vipi wewe? Bana uone au? Njia kubwa, ungenipisha. Imekuaje? Na wewe uone. Wewe sasa mimi nimekupisha mpaka unakuja wewe unapo ni nini? Achana na mimi wewe. Hawa watu wengine hawa, sijui wakoje hawa. Wewe njia yote nimekuachia nafasi unakuja kwa nigoni ngao nini? Kwa watu haina shida.